manake hiyo ni lugha. Bwana Yesu asifiwe. Kama umenisikiza kwa neema, nione mkono wako. Mko sawa? Najua, asante sana secretary. Leo ujumbe ambao Mungu amenipea kuzungumza na nyinyi kuhusu jinsi sisi wa Kristo tunafaa kusimama na watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Bwana dada mwenye katibu amezungumzia hapa kuhusu mambo ya baba kati. Bwana Yesu asifiwe. Ametueleza kwa mahali tumetoka na mahali tumefika. Kabla sijaendelea, nataka tu nisome kifungu ambacho tumesoma katika somo la dini. Wale ambao walikuja kuchelewa, nadhani mnaweza pata kusikiza yale tulisoma, manake kisoma tulikuwa wachache katika kitabu hili. Bwana Yesu asifiwe. Ni barua ya kwanza ya Mtume Paulo kwa Timotheo. First Timothy chapter 5. Ilikuwa First Timothy chapter 5 from verse 17 to 20. Bwana Yesu asifiwe. And I read in English. The elders who direct the affairs of the church, mark the word where, are worthy of a double honor, especially those whose work is preaching and teaching. For Scripture says, do not muzzle an ox while it is treading out the wheat, and the workers deserve his wages. Do not entertain accusations against an elder unless it is brought to you. It's brought by 2 or 3 witnesses. 20. But those elders who are sinning, you are to reprove before everyone, so that others may take warning. Charge. In this scripture, the Bible is telling us that church leaders who lead and teach well, who does what? Who lead and teach well, deserves a double honor. Bwana Yesu asifiwe. Wale viongozi wa kanisa ambao wanatufunza na wanatufunza vyema, wanahitaji kuheshimiwa. Mara ngapi? Mara moja, mara mbili, sio? Kwa nini tuwaheshimu mara mbili? Biblia inatuambia kwamba this includes, inaonyesha ule uwepo wako kama Mkristo katika kanisa hilo, the deepest respect and proper financial care that you can give to your church people. Bwana Yesu asifiwe. This means that God connects spiritual labor to physical support, showing that honoring a leader or leaders' sacred work involves practical provision. Bwana Yesu asifiwe. Najua katika kanisa hili hapa mbeleni kuna ratiba ya shughuli tunataka kushughulikia kama wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. And I know very well, because of such like issues, as Christian, as human beings, we are very much worried. Tumeshikwa na mchecheto, tunatikisika, tunasema tutaweza kweli? Sababu hizi vitu zote zinahitaji wote, zinahitaji sisi kushiriki. Bwana Yesu asifiwe. Haya yote Biblia inatuambia tuyaweke mbele ya Mwenyezi Mungu ili atupe uwezo wa kuyatimiza. This is
Paul was writing to Timothy. And it was because Timothy was heading to Ephesus, where Paul had decided or had realized yale alikuwa amefunza kwa kule kabla hajaweka katika kizuizi yalikuwa ameshaharibi, watu walikuwa wamebadili kila kitu. So alikuwa anaambia Wakristo kule wa Efeso kwamba jinsi wanavyohitajika kusimama na viongozi wa kanisa na kazi ya kanisa kwa jumla. Nataka tuangazie the core meaning or spiritual meaning of this scripture. And I'm just going on from verse 17 to 18. Bwana Yesu asifiwe. The core spiritual meaning, the first one of this scripture. 1. Value for spiritual leadership. Are we valuing our spiritual leadership? Bwana Yesu asifiwe. Tunapea hadhi hawa viongozi wenye wanatuongoza katika kanisa. Bwana Yesu asifiwe. If we value them, the Bible says in the introductory part of it that we should show by providing practically. Bwana Yesu asifiwe. The Bible guides us that the church must stand firm. The church cannot stand firm without Christians standing firm. Bwana Yesu asifiwe. And if you don't stand firm as a Christian, then your leader will not stand firm. Atayumba. Bwana Yesu asifiwe. Because the Bible tells us that we need to always give what we want to give through our own special means to the servant of God by our whole heart. Because so that this will give us grace and it will multiply what we have done. Bwana Yesu asifiwe. The second core spiritual meaning of this scripture, which is our obligation, a righteous obligation as Christians to support the church, to support church leaders, because it's our spiritual duty. Ni jukumu letu la kiroho kama Wakristo. Bwana Yesu asifiwe. Usikose kusimama na kanisa ukisema ni maoni yako wewe mwenyewe kama ni jukumu lako wewe mwenyewe. Hapana. Ni jukumu, Biblia inatuambia ni jukumu la kiroho. For your spiritual development, for your spiritual gain in each and every walk of life. If you give, then it means you are fulfilling your spiritual duty. Bwana Yesu asifiwe. The third core spiritual meaning for this scripture, 1 Timothy chapter 5, 17 to 18. The Bible says that the core spiritual meaning of this one, the third one, it's a faithful justice. Ni muhimili wa haki. Muhimili wa haki. It's a spiritual justice for us. It's a principle for justice for us. To make sure that we, as Christians, we abide with the scripture. We do what we must do, because in this scripture, Paul backs this up using the law of the laws. Anakwambia, do not murder the arms while it's trading grain. And he uses the very ones that Jesus used in Luke chapter 10, verse 7. The worker deserves his pay. Bwana Yesu asifiwe. God wants workers to benefit from the fruit from their labor. Bwana Yesu asifiwe. It's beautiful. God wants his servants
to benefit from the fruits of their own labor. Bwana Yesu asifiwe. The fourth core spiritual meaning, in the interest of time, the Bible says that this provide the leaders that we are standing with the freedom to focus. Freedom to do? To focus. Why? Because if you stand with the spiritual leader, atakuwa na taswishi kweli, ataangazia kazi ya kukushughulikia kiroho, atasimama na wewe katika kila hali, katika maombi na katika shida. Bwana Yesu asifiwe. This literally also means that providing for spiritual leaders frees them from worldly distraction, so that they cannot dedicate themselves fully, to prayers, scripture, and caring for the Christian. Bwana Yesu asifiwe. In our times as Christians, in our own living, in our own families, I have a question for us. You can ask yourself, do you really serve God the way He serves us? Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatushughulikia kwa njia zote. Sisi kama Wakristo tujiulize, tunamhudumia Mungu jinsi anavyotuhudumia sisi? Bwana Yesu asifiwe. I want us now to move forward in the last